Tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Asubuhi njema kama hii, tumemshukuru tena Mungu kwa kuwa mbele ya uso wake. Ninaitwa Pasteur Dismas. Tumefanya kazi ya Mungu katika kanisa la Pentecote de Réveil Philadelphia. Tukishukuru neema Mungu anatupatia usiku na mchana. Kama tumefika tena leo le 1er Novembre, tuko wazima, ni uwezo wa Mungu, sio uwezo wetu sisi, ama sio kwa ujanja wetu. Sasa tutazungumza kwa ajili ya neno la Mungu. Liko katika kitabu cha Samueli wa pili, fungo la 9, mstari wa mbele wa kwanza kufikia kwa mstari wa 10. Kichwa la neno linasema Daudi atendea mema Mefibosheti mtoto wa Jonathan. Ni kichwa la neno, Daudi atendea mema Mefibosheti mtoto wa Jonathan. Lakini hapo tutazungumuza kwa hiyo neno, na tutasoma hapo katika kitabu cha Samueli wa pili 9 mstari wa kwanza mpaka wa 10. Kisha Daudi akisema, je, amesaliti mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Palikuwa na mtumishi mmoja wa nyumba ya Sauli, jina lake Siba. Basi wakamuita aende kwa Daudi mfalme, akamuuliza, wewe ndiwe Siba? Naye akasema, ni mimi mtumwa wako ndiye. Mfalme akasema, je, hakuna sasa mtu yeyote wa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema ya Mungu? Siba akamwambia mfalme, Jonathani anaye mwana hata sasa, aliye na kilema cha mguu. Mfalme akamwambia, yupo wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yumo katika nyumba ya Makiri mwana wa Emelieli katika Lodebari. Mfalme Daudi akatuma watu, wakamuondoa katika nyumba ya Mikiri mwana wa Emieli katika Lodebari. Basi Mefibosheti mwana wa Jonathan mwana wa Sauli akaenda kwa Daudi, akaanguka kifudifudi. Daudi akasema, Mefibosheti, naye kaitika, mimi hapa mtumwa wako. Daudi akamwambia, usiogope, maana bila shaka nitakutendea mema kwa ajili ya Jonathan baba yako, nami nakurudishia mashamba yote ya Sauli baba yako, nawe utakula mezani pangu daima. Mstari wa 8, akashududu akasema, mimi mtumwa wako ni nini hata ukamwangalia mbwa mufu kama mimi? Mstari wa mwisho, ndipo mfalme akamuita Siba, akamwambia mtumwa wa Sauli, akamwambia, mali yote yalikuwa ya Sauli na ya nyumba yake nimempa mwana wa bwana wako. Amin. Nikiwaza tutazungumzia hapo kwa hiyo neno. Sasa kichwa la neno linasema tenda mema utayavuna. Tenda mema utayavuna, lakini atendaye mabaya atavuna uharibifu. Tenda mema utayavuna, atendaye mabaya atavuna uharibifu. Tuko watu wa Mungu, tumeitwa wa Kristo, na kila muda nimesikia ulimi wetu umekiri tumeokoka, na wengi tunasema tuko watumishi wa Mungu, na wengi wana vyeo mbalimbali katika kazi la Bwana. Sasa na hivyo vyeo ni vizuri, na kuwa Mkristo navyo ni vizuri. Wakati tumesimamia Kristo hapa chini ya jua, tumeonesha kama tuko wamoja ndani ya Kristo. Lakini kitu kizima Yesu ametutafuta ndani,
na kitu kenye Mungu anafurahishwa nacho katika kazi lake ni kutenda mema. Hizi siku za mwisho tunasema tumeishi, tumeona madalili mbalimbali ya siku Yesu alisema kama atakaporudi. Lakini unakuta ile moyo wa kutenda mema umepotea na umekuwa chini sana kwa watu. Tumekuwa wenye kutenda mabaya tu. Watu wamerudisha mabaya kwa mabaya. Lakini siku ya leo tumekukumbusha tena, tenda mema kwa kuwa utayavuna. Lakini atendaye mabaya atavuna uharibifu. Sasa hapa tutazungumza kwa ajili ya huyu ndugu Daudi. Tumejua kama Daudi alikuwa mchungaji wa kondoo la baba lake, lakini kwa neema ya Mungu, Mungu alimtoa katika uchungaji wa kondoo akimchagua kuwa mfalme wa Israeli. Na ile haikuwa kusema kama alijua alikuwa kijana mzuri, jua alikuwa sijue mwenye sura nzuri, lakini ilikuwa Mungu aliangalia moyo wake katika wana wa Israeli. Wakati Sauli alifanya makosa, Mungu akachunguza. Akasema, nani anaweza kugomboa Sauli apate kunichungia hizi kondoo zangu? Kila wakati kundi la Bwana haiwezi kuwa bila mchungaji. Mungu akachunguza, naona moyo wa Daudi na alifurahishwa nayo. Na akatuma Samueli kwenda katika jamaa la Yese, kwa watoto wa Yese kuna ule ambaye nimemchagua ndiye atakuwa mfalme wa Israeli. Na wakati alipofika hapo, Daudi ndio alichaguliwa na Mungu akaruhusu kama wamtie mafuta. Wakati walimpaga hiyo mafuta na roho Mungu alianza kuwa ndani yake. Roho Mungu akaanza kumtumikisha. Ilifikia wakati alienda kuta Israeli katika vita na Wafilistia. Daudi akafikia kulengo, na sio hapa tunaweza zungumzia, ni kuchukua tu neno ndogo. Daudi akafikia kulengo ya kuua Goliath. Sauli akamfurahia na akasema, alikuwa na ahadi ya kusema, mtu atakayeua Goliath nitampa binti wangu. Yote aliyafanya kwa ajili ya Daudi. Lakini nyuma tena akakuwa mwenye wivu, akakuwa mwenye kasirani. Sasa tunaangalia maisha ya huyu Daudi. Sauli hakumfurahikia. Sauli alianza kusikia wivu, kusema kama huyu ndio atanigomboa katika ufalme wangu. Lakini alikuwa na mtoto ambaye anaitwa Mephibosheth, anaitwa Jonathan. Jonathan akakuwa mpendwa kwa Daudi. Yeye katika moyo wake akaona kama Mungu alimchagua huyu ndugu, na Mungu ana mpango nzuri na huyu ndugu. Yamenifaa kuambatana naye, na siku moja anaweza kuwa msaada kwangu. Wandugu, msidharau watu wa Mungu. Muambatane na watu wa Mungu, wenye kuongozwa na roho wa Mungu, wenye kutumikia Mungu kwa kweli na haki. Hao watu kuna kitu ndani yao ambaye Mungu anafanya kwa ajili yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wakati Sauli alikuwa amepanga kutendea Daudi mabaya, Jonathan akaondoka hapo, anaenda kuiambia Daudi, kimbia juu baba anakuandalia mabaya. Fanya hivi juu baba anakuandalia mabaya. Sasa wakapendana zaidi, wakafika kupeana ahadi wao wawili. Sasa hiyo ahadi walipana, siku vita ilikuja, Sauli akafa, Jonathan alianza kufa mbele. Jonathan akafa kwa vita, Sauli akafa. Daudi aliposikia habari kama hiyo, moyo wake uliuma sana. Na kwa kuumizwa kwa moyo wake, akalia, akasema, "Oh Jonathan, aingelikuwa wewe ambaye ungelikufa, ni mimi ndiye ningelikufa." Sasa kufikia kwa siku Daudi alichukua ufalme, akakuwa mfalme ambaye anaongoza Israeli yote, kwa kuwa neno la Mungu akiyasema na talitimiza. Wandugu, acha tuwe waaminifu na tujue kama neno Mungu aliyesema kwa ajili yako, ukiwa mwaminifu, Mungu atayafanya tu. Hata kuna shida siku hizi, hata kuna matakizo siku hizi, tuwe waaminifu mbele ya Mungu. Tumika kazi ya Mungu kwa jasiri. Tumika kazi ya Mungu kwa kunyenyekea. Tumika kazi ya Mungu kwa kuogopa tena Mungu zaidi. Tusizoe Mungu, tusizoe mahali matakatifu, tusizoe watumishi wa Mungu. Ni neema kubwa kualika kuwa mtu wa Mungu. Sasa hapa tunazungumza kwa ajili ya hii neno. Daudi wakati alipokuwa mfalme, akaona kama Mungu amemjalia neema na Mungu ametimiza ahadi zake. Aliuliza, kisha Daudi akasema, "Je, amesaliti mtu mmoja katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan?" Akauliza hiyo habari. Hakuna mtu alisaliti kwa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema. Akakumbuka mema ya Jonathan. Hata haiko alishafariki, lakini niacha nitafutishe kama kuna mtu
ambaye aliyebaki kwa nyumba ya Sauli ndamtendea mema kwa ajili ya Jonathan. Sio siku za kurudisha mabaya kwa mabaya. Na wewe nakumbuka wakati wale watu waliokutendea mema, siku moja siku upate kuwatendea mazuri na wewe vile vile, ama ukumbuke hata ile mema ambayo walikutendea, uwashukuru, na inaweza kuwa neema nzito. Palikuwa na mtumishi mmoja alikuwa mtumishi wa Sauli, alikuwa ametumikia Sauli, anaitwa Siba. Akamwambia, lakini watu wakamwambia kuna mtumishi alikuwa anatumikia Sauli anaitwa Siba, akingaliki, mnitafutie naye. Wakati walitafuta Siba, Daudi akafika mbele ya Daudi. Daudi akamuuliza, ni wewe Siba? Ati, ni mimi bwana. Sasa hakuna mtu aliyesaliti kwa nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Akasema, ndiyo, kuna mtu, na mtu ambaye anakuwa ameitwa Mefibosheti, ni kijana wa Jonathan, lakini ana ulema wa miguu. Sasa yupo hai? Aseme yupo hai. Mfalme akasema, je, mfalme sasa akamuuliza, mfalme akamwambia, yupo wapi? Siba akamwambia mfalme, tazama, yupo katika nyumba ya Mikiri mwana wa Emieli katika Lodebari. Mikiri naye alikubali. Jonathan wakati hiyo ya vita alibakia mwenye uoga, akaona namna jamaa yake yote imekwisha. Sasa leo Daudi anachukua ufalme na jamaa yetu walimtendea mabaya, acha mimi nitafute fasi nitajificha. Alikuwa mwenye uoga, anasema Daudi akaniona ni kuniua tu. Lakini moyo wa Daudi siuko ilikuwa. Daudi alikumbuka mema ambaye Jonathan alimtendea, akajificha huku kwa Makiri leo Debari. Alikuwa naona tu maisha yake inamalizika. Mimi ni kilema, jamaa yangu yote imekwisha. Amekata tamaa, ameona kama nitakufa tu, na mfalme wakati atajua kama nipo hai ataniua. Lakini Daudi akakumbuka mema ya Jonathan, akatuma hapo watu wakaenda wakamkuta hapo Mefibosheti, au watu wakamleta Mefibosheti mpaka mbele ya mfalme. Wakati Mefibosheti alifika mbele ya mfalme, alikuwa mwenye uoga. Kwa uoga wake akaanguka kifudifudi. Biblia inasema alianguka kifudifudi na uoga. Wewe ndiye Mefibosheti? Aseme ndiye, ni mimi mfalme. Aseme sasa, kenye mimi nakuitia hapa, natamani kukutendea mema kwa ajili ya baba yako Jonathan. Mashamba yote yalikuwa ya babu yako Sauli nitaikurudishia. Mali yote yalikuwa ya jamaa yako nitaikurudishia. Na tangu leo utaanza kula pamoja nami katika kiti cha ufalme. Haikuwa jambo rahisi kwa Mefibosheti. Bwana asifiwe sana. Wewe tenda mema na upite. Kuna mwimbaji alimba nyimbo kama hiyo, tenda mema na upite. Tenda mema kwa kuwa utavuna hiyo mema. Lakini mtu ambaye ametenda mabaya atavuna uharibifu. Daudi akamwambia, tangu leo mashamba zote nitakurudishia. Mali ya wababu yako na baba yako yote nitakurudishia. Na tangu leo maisha yako yote itabaki hapa katika ufalme, na utakuwa umechangia na mimi katika meza ya mfalme. Mefibosheti tena akajitupa chini, akalia, asema, Bwana, imewezekana namna gani mimi mbwa mfu? Akajilinganisha na imbwa ambaye imekufa. Mimi mbwa mfu, yawezekanaje namna gani we mfalme kunikumbuka? Mfalme kwa kuwa alikuwa amekumbuka mema ya baba yake Jonathan. Watu wa Mungu, mwache tutende mema. Wakristo wenzangu, mwache tutende mema. Wazazi ambaye mmekuwa na watoto, mwache tutende mema. Tusirudishe mabaya kwa mabaya. Kesho na kesho tunaweza kuwa hatupo tena, lakini mema tuliyatenda yatasaidia watoto wetu. Mema tuliyatenda yatasaidia jamaa zetu. Mema tumetenda itatusindikiza katika ufalme wa mbingu. Watenda mabaya wataona ufalme wa mbingu. Watenda mabaya watavuna uharibifu, lakini atendaye mema atavuna mema. Hapo mfalme akatia tena sheria nyingine ya pili. Akaita Siba, ule aliyekuwa mtumishi wa Sauli.
Anamwambia tangu sasa sikia Siba, wewe ulikuwa mtumishi wa Sauli. Aseme ndiyo bwana. Sasa leo nimekamata mpango kwa ajili ya Jonathan. Nimekumbuka mema ya Jonathan. Nimekamata mpango tangu leo. Ndugu Mefiboshethi nimemrudishia mashamba zote za bababu yake. Nimemrudishia mali yote yalikuwa ya jamaa yake. Na tangu leo atakuwa anabaki hapa katika ufalme. Na atakuwa amechangia nami katika meza ya ufalme. Mtu ambaye alijiita mbwa mufu akipata neema ya kuchangia na mfalme katika meza, si jambo rahisi wa ndugu. Mtu alikuwa amejificha kwa makiri, leo Debal. Mtu anakutosha kukijiji, anakuja kuikalisha katika muji, anakuikalisha katika kipango ya kifalme. Sio jambo rahisi. Ni neema toka kwa Mungu, ni uwezo wa Mungu, ni upendo wa Mungu. Acha umtumikie Mungu, acha utende mema ndugu, kwa kuwa utavuna hiyo mema. Lakini atendaye mabaya atavuna uharibifu. Akaambia sasa Siba, sasa na wewe Siba, tangu leo wewe Siba, watumishi wako, watoto wako, ninjo mtakuwa mnalima hiyo mashamba yote yalikuwa ya Sauli. Na mavuno yote itakuwa inatoka ndani, mtakuwa naleta katika mikono ya Mefiboshethi. Siba naye akasema ndiyo bwana, nimeyakubali. Kwa kuwa hakukuwa gisi angeliweza kukataa. Akikubali asema bwana ndiyo nimeyakubali. Nitafanya hiyo kazi yote na mavuno yote ndaileta kwa Mefiboshethi. Mungu awasaidie, Mungu anisaidie tupate kutenda mema wa ndugu. Tunasikia hii jambo kati ya Jonathan, mema aliyetendea Daudi wakati wa shida zake. Daudi naye wakati alifika kuwa mfalme akakumbuka hiyo mema. Wakati alipokumbuka hata jamaa ya Jonathan ilikuwa wote wamefariki, lakini akauliza kuna mtu aliyebakia ili nimtendee mema kwa ajili ya Jonathan. Wakamwambia kama kuna mtoto wake na alikuwa kilema wa miguu, hakukuwa tena na uwezo wa kulima, hangelifanya kazi, lakini akamkumbuka hiyo mema, akatoa huyo mtoto katika kijiji na kumleta katika ufalme na kusema tangu leo utakuwa umechangia nami. Ndugu, ni kwa ajili ya mema. Jonathan angetendaka mabaya mbele ya Daudi, nikiwaza huyo mtoto wake angepata neema. Sasa kishauri nzuri naweza kukupatia kwa hizi siku za mwisho, kwa kuwa naona uharibifu ndio inasambaa dunia yote. Mabaya ndio inakuwa tukurudisha mabaya kwa mabaya. Watu wameuana, hakuna tena huruma, hakuna tena upendo. Lakini tujue kama Mungu yupo na siku moja kutakuwa hukumu. Watendao mabaya tunajua kama watahukumiwa, na watendao mema watapata ufalme wa mbingu. Sasa kazi zote za Mungu uliyofanya, unajikumbuka mwisho wako utakuwa namna gani? Mwisho wangu utakuwa namna gani? Yesu akiporudi, mema tuliyofanya itatuelekeza katika ufalme wa mbingu. Lakini mabaya tuliyotenda, leo hii watu wamefurahishwa kwa kutenda mabaya, lakini mabaya ambaye mtu ametenda kwa leo, nikiwaza kutakuwa hukumu wakati hiyo. Mungu awasaidie wa ndugu. Shida uko nayo, tenda mema. Ukosefu uko nayo, tenda mema. Utajiri wako ulipata neema ya Mungu kukupatia, tenda mema. Usijifurahishe wewe mwenyewe tu. Saidia wengine, saidia kazi ya Mungu, saidia watumishi wa Mungu, saidia nchi yako, saidia jamaa lako, kwa kuwa siku moja utavuna yale mema unayetenda. Mungu awabariki. Haya ndio yalikuwa neno la Mungu. Sasa tutaomba Mungu atusaidie, atupatie nguvu ya sisi kutenda mema. Siku moja hiyo mema yetu tupate kuyavuna na tuone ufalme wa mbingu. Mungu tunakushukuru. Tunasema asante kwa ajili ya neno lako. Tukiombea mioyo ya watakatifu wanetusikia katika nchi hii, wanetusikia katika nchi mbalimbali, wasaidie, wajalie mema. Siku hizi kumekuwa udhaifu ya kutenda mema, lakini atendaye mema atavuna mavuno mazuri, na atendaye mabaya atavuna uharibifu. Lakini tumekataa mabaya kwa watoto wa Mungu. Saidia watoto wa Mungu, wajaze tena nguvu ya Roho Mtakatifu, apate kuwaongoza kwa kutenda mema. Tusameane Bwana wa mabwana, tuombeane Bwana mabwana, tusaidiane Bwana mabwana, tushirikiane Mungu. Mwovu shetani ashindwe. Wanaofungwa na magonjwa, wanaofungwa na maisha mazito, wanaokuwa katika hali ya ukimbizi, wasaidie Mungu. Waliokuwa Wakristo wamepotea, waliokuwa watumishi wako wameacha kazi yako, tunaombea tena Mungu, wakumbushe mema aliyowatendea. Wakati tumekumbuka mema yako, na ndiyo natupa tena nguvu ya sisi kuendelea kufanya kazi yako. Ninaharibu nguvu za shetani, ninaharibu
mamlaka ya shetani. Mungu sifiwe, utuwezeshe, utupatie nguvu siku moja tupate kukuona katika ufalme wa mbingu. Basi tunashukuru tukisema asante kupitia jina la Yesu Kristo. Amin. Mungu awabariki wa ndugu na Mungu awawezeshe. Yalikuwa neno fupi kwa ajili yetu kwa siku ya leo. Sasa Mungu endelee kutusaidia. Tunashukuru Mungu, tena apewe sifa kwa jina la Yesu. Amin.